Haita. Niambie. Nimekuja hapa na mazungumzo. Anaendelea na mazungumzo. Haita, ndugu wangu anateseka sana yako. Na hivi leo ninavyokuambia ni siku ya 3 hajala chochote. Mwonee huruma basi ndugu wangu. Suzi. Wewe ni mtu mzima. Na unajua nini maana ya mahusiano. Mimi sitaki kumdanganya mdogo wako. Sababu sina muda mwingi sana kukaa hapa. Hivi sasa najiandaa na safari niweze kuondoka. Na ukishana yote ya situation na familia yangu unijue ilivyo. Sasa hivi siko tayari kuwa na mahusiano ya aina yote ile. Sasa nimekuelewa. Laiti ungemuona mdogo wangu. Wewe ni dada, ha? Jaribu kuongea naye. Wewe ongea naye. Hivi. Nani kama wataziada leo? Vipi waragu? Mbona ka kinyonge sana? Hapo sasa hivi sikuoni mtaani vipi? Basi mimi nipo. Ila sema sasa hivi napitia tu kipindi kigumu. Na hapa nina safari. Na kabla sijaondoka, kuna mchongo nataka nikupe. Mchongo kweli au ndo mazoea? Kweli. Wewe kama pepo za mazoea. Sikia mwanangu basi. Kazi iko kweli. Na kama unavyojua, nimefikishwa kila kitu. Sina mali, sina gari. Kwa hiyo naomba uje kule maskani nikuwa naishi kipindi kile. Tuje tuongee. Kazi kweli? Kwa hakika ndugu yangu. Kazi kweli tu tukapiga hela hiyo. Kwa ndugu wangu nataka kufanya. Kama pepe. Kama pepe mtoto. Wasema nini? Mimi nitafunga mtaani. Alafu mimi sitaki kazi za kinyoshi. Kazi zangu zimenyoka. Mimi nakuelewa. Shega basi. Wewe niingie hivi afu ile kwa poa mwanangu. Pamoja sawa. Baridi. Poa ndugu wangu. Karibu sana Mustafa. Kutokana na ile swala ambalo ulikuwa unaniambia nilifuatilia. Ile swala nilifuatia kwa namna moja na nyingine, japokuwa kuna mchakato mkubwa ambao nilikuwa nimetumia, na mahakama imethibitisha kwamba ile kesi ushindi umepatikana. Muda wote kuanzia sasa hivi anaweza kwenda kukaa katika ile nyumba. Nachosema niweze tu kukabili zile nyaraka kuwa yeye ni mtu ambaye anahusika na hilo kwa kisheria zaidi. Sasa nataka nikuulize kitu kimoja. Muda mimi nakuja hapa, yeye alisema anaenda kwenye makaburi ya wazazi wake, ameenda kusafisha makaburi yake. Muda sasa nadhani ana kusafisha kama sawa, ngoja niende kwa mwanasheria anipigie simu. Vizuri. Wewe binti nani? Binti ni rafiki yangu, anaitwa Nola. Ni mmoja wapo kati ya wale ambao nilikwambia tuna fight, tunapambana kwa ajili ya kesi ya uovu. Katumia nguvu yake kubwa sana na ikajitoa kwa asilimia kubwa ili jambo lile. Kule katika kile kiwanja, katika kule nyumba kule, kuna nyumba mbili pamoja na magari. Yaani magari na hizo nyumba natakiwa wewe ndio uje chini yake. Yaani wewe ndio unatakiwa uyaongeze. Sawa. Na kitu kingine, mimi ndio unaniona hapa. Nasema ndio kazi yangu ya mwisho kufanya katika mkoa huu. Mimi natakiwa nihamishwa, kuna sehemu natakiwa pelekwa. Sawa. Ndio. Lakini sasa kwa jinsi ninavyoona uwezo wa kazi yako unavyofanya, kwa nini usiweze kufungua ofisi yako na wewe ukaweza kuwasaidia watu, kwa sababu unaonekana unatosha kabisa. Ndugu yangu, sijui nizungumze nini. Maana tunakuzoea sana. Na inauma kiuhalisia. Lakini hatuna jinsi kwa sababu serikali inaamua kuhamisha. Mimi nitakwambia nafikisha maagizo kwa maji. Na ikiwezekana kama unavyozungumza kwamba kesho unaweza kaondoka. Atakupigia simu, uje uko wapi, nicheze nje kusindikiza. Naye pia apate kidogo, ajue kwamba ndugu yake anamsaidia hivyo.
Basi sawa, yaani hili la kumfikishia yeye taarifa kwamba mimi nimeondoka ni muhimu sana, kwa sababu umepambana sana na mpaka anakuja na shinda, ni kitu kizuri sana. Mimi nikutakia tu safari njema, asanteni sana leo. Niambie Chichi, unajua mimi siku mbili hizi hata sielewi toka afike Bamdogo, na kuna ndoto naziota. Ndoto gani hizo shoga yangu? Au babako anakujia mara kwa mara? Hizo nazo zipo, lakini mimi nahisi Bamdogo sio mtu mzuri kwetu, maana kuna mambo anayofanya ndio sielewi kabisa. Ni mtihani kama kaanda nimetoka kwa nyumbani. Lakini kuhusu ndoto usijali, ni mambo tu ya kawaida. Vipi lakini rafiki yako Zai alikuja kukuaga maana kaondoka? Ndio alikuja na achaje wakati ni wiki yangu. Haya sawa. Zufa. Hivyo ndio kunialio mpaka lini? Wewe unapenda kujizalisha wewe? Mwanamke alili mapenzi. Mtu ameamua kukwambia ukweli kwamba yeye sio mkazi wa huku, unalia. Kinachokuuliza hapo ni nini? Naumia. Nilimpenda sana. Sikutegemea kama itakuwa. Kwa hiyo wanaume wote ni warahisi, si ndio? Hebu naomba nisikilize. Mbona wewe baby tayari kwa ajili ya kukoa wewe muda wote? Kwa sababu ya mwanaume mmoja. Ndio utakuwa unalia hivyo kila siku? Jaribu kumfikiria Ibra. Nitajaribu. Japo siamini wanaume kwa sasa. Au tumejitakia wewe mwenyewe kumpenda mwanaume asiyokupenda. Jaribu kumfikiria Ibra. Na upokee simu zake na wajibu message zake. Danaila, acha mimi niende. Maana kama unavyojua matatizo yalomkuta dada Zailuni. Sasa hivi kwenye kipindi kigumu mno. Ngoja tu nikapambane kutafuta kazi. Ndio unatuacha. Kwa hiyo hata shemeji yako pale nyumbani hayupo. Takriban wiki mbili sasa hivi. Na nahisi dada ameenda kutafuta mbadala wake. Na ulisema unamtafuta Najo. Je, ulifanikiwa kumpata? Ninasikitisha sana. Maana nahisi kama Najini ananikwepa kwepa hivi. Anahisi kuwa labda siko upande wake. Ila laiti lao angejua kama mimi niko upande wake wala asingekuwa ananikwepa hivi. Makubwa. Mimi nipo. Ila nikimpata nitakueleza. Basi sawa, ngoja tu mimi niende. Maana hivyo tu nikapambane hiyo. Haina noma basi. Karibu. Asante. Habari za hapa? Nzuri. Samahani, nilikuwa namuulizia mzee Matipa. Unamfahamu? Na una shida naye gani? Nimeulizia nikaelekezwa nije hapa, na kama unavyoiona hali ya mke wangu. Mume wangu. Mume wangu. Kuna mgeni wako huko anakutafuta. Anakuja. Jana vipi? Safi kaka, niambie. Poa. Samani, naomba niulize. Sawa, uliza. Samani, mimi ni mgeni kwenye hichi kijiji. Na nilikuwa na mwenyeji wangu anaitwa Nuru. Unaweza ukamfahamu kaka? Hichi kijiji ni kikubwa sana. Na hiyo Nuru sasa hivi kumfahamu kwa sababu Nuru ni wengi sana kwenye hichi kijiji. Sawa, unaweza kuniambia mwenyeji wake yoyote au mzee wake? Nataka kusaidia labda. Na ninachosikia alifikia kwa mzee Matipwa. Mzee Matipwa.
ni maarufu sana, lakini sasa umekosea kijiji akae kijiji hichi, na anapokaa ukisema utembee ni ndani ya siku 4. Kwani hauna mwenyeji mwingine tofauti na huyo? Sina. Naomba unisaidie hifadhi hata siku 2-3. Basi sawa, nitakusaidia. Kwa kweli mwana mwenzangu, wote ni watafutaji. Tuondoke kwa nyumba. Shukuru sana. Ndio mdogo wangu, maisha yanataka hivyo. Kikubwa tu upendo. Ndio binadamu tunavyoishi. Aha. Bwana Zungu. Karibu sana bwana. Mimi naona mmeketi hapa kama familia ni niko na ndugu yangu hapa bwana. Sawa. Bwana. Mimi sio mkaji sana. Nimekuja mara moja hapa. Ndio. Hivi bwana mdogo umemkuta? Katoka asubuhi, simuona kurudi. Sema mzee nini? Mimi sio mkaji sana hapa. Zungu. Karibu hapa kwako. Bwana usijali. Karibu sana ndugu yangu. Hamna shida. Haya. Hivi kaka. Ndio mdogo. Zungu na Bamdogo anaanza kufahamiana leo. Hawa kufahamiana sio leo, wanafahamiana muda mrefu. Wanafahamiana toka kipindi kile. Marehemu baba bado yuko hai. Hivi kaka. Alafu mbona kama Bamdogo simuelewi maana? Umeshaanza. Shida yako mdogo wangu, unataka ukiota ndoto iwe ya kweli. Hivi umelala Batuli, umeota umejenga angani. Asubuhi ukiamka utamdai nani hiyo nyumba? Achana na habari za ndoto. Sawa mdogo wangu? Ipo hivi. Inatakiwa Chacha apotee. Na tufanye kila mpango ili Chacha apotee. Na katika huu mpango hata wewe pia utafaidika. Lakini itakuwaje kama ikipigana unafanya mpango? Sitakuwa ni hatari sana. Hawezi akagundua mtu. Ila ujue pale nyumbani kuna kijana ni mleta anaishi pale kwa. Na hii sio ndio anaweza kumwamini. Kijana unamwamini? Ya, namwamini. Kwa sababu alinielekeza na ndoto zake. Asija kazingua. Singua bila usizingue tu kwenye mali. Hiyo imeisha. Kama nilivyokuelekeza mzee wangu, sihitaji kuzikosa zile mali. Naomba tuungane ili kuzipata zile mali. Sawa, hilo halina tatizo. Ila imani na siri ndio linalohitajika katika hili. Mimi niko tayari kwa chochote utakachoniambia mzee wangu. Na dawa ya kumuondoa mke wangu mimi tayari nishaiandaa. Sawa, na sasa nitakuongeza na nyingine ili imalize mapema. Sawa mzee wangu, haina shida. Ninashukuru sana. Kuwa makini katika hili. Sikiliza binti. Unijui na nitakuua. Mtu yoyote akisema nani kakubaka, sema Chacha. Sawa? Nyumbani kwako napajua muda wowote. Yaani ukienda kinyume na vile ninavyokuambia, roho yako ni mali yangu. Si umenielewa? Muda wowote na saa yoyote ukiulizwa nani kakubaka, sema Chacha. Na mdomo wako ukae na jina Chacha. Ole wako uende kinyume na mimi ninavyotaka. Kumaliza. Sawa? Ole wako.